watumishi wa Mungu, ulikuwa ukiona mke wako amevaa wigi unamwambia unaniletea shetani kwa nyumba, lakini siku hizi anavaa. So sio ati mambo yamebadilika, ni tunaendelea kuyaelewa maandiko. Zamani hata mama yangu alikuwa akisuka, babangu anamwambia wewe umeanza kuleta shetani. So kutoboa heleni wa mama ilikuwa ni issue. Leo tunaingia bila vitambaa kama kanisa, ni kwa sababu tunaendelea kuelewa neno. Sasa Waefeso, ndiko nimesema Waefeso 3:20. Sitaki hapo. Nataka kuangalia, tumesema imani ilichanganya watu fulani, wakachana na imani, wakafuata vitu ambavyo sio vya maana kuliko imani. Kwa mfano nitakuonyesha, ukisimamisha hapa maombi na ukasimamisha hapa imani, nitakwambia chagua imani usichague maombi, lakini mtaniponda mawe nikisema hivyo. Lakini ni maandiko yanasema, kuna watu tuliache imani tukashika maombi ya kufunga. Kuna watu tuliache imani tukashika. Yaani ni kama nasema Yesu alipondoka, aliacha agizo la watu waende washare the gospel, lakini watu waliacha kushare the gospel, wakahimizana waende mlimani kufanya nini? Kufunga. Lakini acha nikwambie, maombi hayamuokoi mtu. Na ndio maana Mungu alijua hilo. Yesu akamwambia nendeni, kwa sababu kama ingekuwa maombi yanaokoa watu, hakuna kizazi wakati watu wanaomba kama saa hii. Tungejifungia kanisani tuombe, alafu the next day church ingejaa. Lakini bado unaambiwa nendeni mkahubiri ndio watu waokoke. Kumbe basi maombi yana kazi yake. Maombi haiwezi kuokoa. Kuokoa ni kushare the gospel. Kumbe injili ndio inaokoa. But sisi tuliacha mambo ya muhimu. So Mathayo, nataka ufungue Mathayo, this should be the last verse. Mathayo 19:21. Kuna place nasema 7. Hebu fungua Matthew 7:21, inasemaje? I think it's 7. Kuna mahali nasema, kuna hii kifungu imechanganya watu, nasema kuna mambo yote hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Nataka hiyo sehemu tuisome na nyinyi leo hapa. Sio ile mnanionaga kwa mtandao, kwa YouTube, kwa leo mimi na nyinyi hapa tusome huu mstari pamoja. Tuone je, ni ukweli kabisa kwamba maombi ya kufunga na kuomba ndio yanamaliza matatizo yote? Twende. Kumbuka bado naongelea imani. Matthew 7:21 inasema nini? Inasema sio kila mtu aniambiaye Bwana. Sio hapo. Ni Mathayo kweli. Ni inakuaga, ngoja tuone. Inakuaga ni, is it Luke kama? Acha niangalie. Yote hayawezekani, nataka place, isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Na kuanga Mark, Luke. Hebu angalia Luke. Angalia Luke. Kumbe ni 17, mimi nasema 7. Let's read that place mchungaji. Hapo ndipo natafuta. Mathayo 17:21. Inasema nini? Yasema hivi. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Nataka tusome hiyo place na mimi nifungue. Sasa unaona vile Waebrania 11:1 imechanganya watu na kufanya maisha kuwa magumu. Sasa inapelekeana na hii Mathayo pia, watu tumeshindwa kuielewa, ikafanya tena maisha kuwa magumu kabisa, mpaka watu, familia zikawa maskini kwa sababu ya hiki kifungu, mpaka ndoa zikavunjika kwa sababu ya hiki kifungu. Sasa nataka tukisome pamoja leo. Inasema kwamba lakini namna hii haitoki isipokuwa ila kwa kusali na kufunga. Sasa watu wa Kristo tukajua kabisa, yani ukiomba kabisa, ukiona jambo haliendi, enda kafunge na kuomba. Lakini mimi nitakusurprise, mimi niko kinyume na hiyo. Kwa nini? Mimi ninaangalia kitu ambacho Yesu alikisisitiza ni nini. I'm that preacher who preaches about faith. Sasa mimi ninasema faith itangulie kuliko hata kufunga na kuomba. Nataka nikusurprise kitu. Ni uongo kabisa tukisema maombi ya kufunga na kuomba ndio unafanya kila kitu. Tunaacha kitu ambacho Yesu alikuwa anakisisitiza mpaka anaondoka katika dunia. Sasa kama sisi tunamfuata Yesu, tunafaa kusikiliza chenye anasema. Ndio maana akasema
Mtu akimpenda Mungu basi atashika maneno yangu. Kwa ina maana tusiposhika maneno ya Yesu ina maana hatumpendi Mungu. Basi hii story tunajua inaanzia nyuma kidogo. Tuanzie nyuma kidogo, mtumishi wa Mungu anasema 19 inasemaje? 19. Ngoja kwanza 17. Yesu, hiyo story inaanzia 16. Soma kidogo. Ngoja ni kuanzie 15 usome 16. Bwana umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingine majini. 16 inasemaje? wanafunzi wako wasiweze. We English inaniambia vizuri. I brought him to thy disciples and they could not. 17 inasemaje? Yesu akafanyaje? Akasema hebu sikiliza, hawa watu wameshindwa kufanya kitu. Sijui kama tunaelewa na mchungaji. Wameshindwa kufanya kitu. Alafu Yesu anaumia, kwa nini wameshindwa? Sasa mchungaji wa leo uje upate mtu aliletwa na pepo kanisani, alafu wachungaji wazee wa kanisa wameshindwa kumtoa, ama mtu mgonjwa amekuja wameshindwa kumwombea, moja kwa moja tutagombana naye kwamba nyinyi wazee wa kanisa hamuombi. Nyinyi wazee wa kanisa hamfungi. Mara mwisho kufunga lini? Wewe mchungaji msaidizi. Lakini hapa kuna mtazamo wa Yesu ni tofauti kabisa. Nawaambia watumishi wa Mungu, watu wameingia katika kufunga na kuomba, wameacha mambo ya msingi. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hebu mchungaji mimi nikwambie, kuna washirika wanafunga kukuzidi. Ni ukweli ama uongo? Kuna washirika wanakesha, wanafunga, wanalala milimani. Lakini we mchungaji, kuna wakati unamaliza miezi 6 haujapanda mlimani kufunga siku 3, wakati huo kuna washirika kila mwezi wanapanda mlimani. Sasa nikuulize, je, wanakuzidi nguvu? Tuambizane ukweli. Mimi washirika wanapanda kisa, mbona wamzidi mchungaji nguvu za Mungu? Basi hatuwezi kuulizana kwamba kuna siri hapa. Kuna siri. Kuna hii siri mchungaji anaijua, lakini hataki kuambia washirika kwa sababu anaona akiwazuia washirika kupanda mlimani hata wa disappoint ama wataona mchungaji ni wa kimwili. Lakini ukweli ni kwamba umekuwa kipanda lakini hawajawahi kukuzidi nguvu. Na kuna washirika wanaomba kukuzidi wewe, lakini kuna mambo yanashindikana, wewe unakuja kuyatatua na una miezi 3 haujapanda mlimani. Sasa Yesu akasemaje? Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, ngoja kwanza, kisichoomba, la, kisichofunga, la, kisichofanya nini? Kisichoamini, ala, kilichopotoka. Ina maana kumbe wewe usipoamini umepotoka. Alafu nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata, akasema mleteni kwangu, kwa sababu nyinyi mmeshindwa. Kwa nini? Si kwamba muombi. Washirika wanaomba sana, watumishi wa Mungu, lakini kuna kitu ambacho hatutaki kuwasisitizia. Kuna kitu ambacho hatutaki kuwapa watumishi wa Mungu ili wakielewe, ili wawe na hiyo nguvu. Sasa ndio 18 akasemaje? Yesu akamkemea pepo naye akamtoka yule kijana akapona tangu saa ngapi? Saa ile. Kuna wengine tunaomba tunachukua masaa. Lakini kulingana na hiki kitu Yesu anasema tatizo likatoka saa ile. Sasa unaona Yesu aliposikia wameshindwa alianza kugombana nao, alianza ugomvi. Mimi natumiaga hiyo neno. Alianza vita. Anagombana nao kuhusiana na maombi. Kuhusiana na nini? Imani. Mimi napigia debe kitu tunachokihubiri. Nahubiria imani kwa sababu watu wameshindwa mwanzo nilianza na kusema watu misunderstand the faith. So anasema nini? 21 ndo akasema 21. Tuko 20 akasemaje? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa nini? Wa imani yenu. Kwa maana nawaambia mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, alafu mtafanya nini? Mtauambia mlima huu ondoka. Ufanyeje? Hapa uende kule. Yaani si atu unaambia panya, unaambia nini? Mlima. Ufanyeje? Uondoke. Uende kule, alafu nao utaondoka. Alafu wala haitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Anamaanisha mlima is the topest. Mlima ndio the final. Si panya. Walishindwa kutoa panya. Yeye anawaambia mambo ya ndovu. Sasa wachungaji nawaambia hivi,
Sisi tumeacha vitu vinatoa ndovu, tumeenda kushughulika vitu vinatoa panya. Hapa anamaanisha hivi, watu hatuelewagi msemo. Aliwaambia mkiwa na imani kidogo, kidogo sio kubwa. Kuna wachungaji siku moja tulikuwa tunaongea nao, tunapiga story kwenye mkesha fulani. Tumemaliza sasa tunapiga story. Wakasema maana ya kusema imani, kuwa na imani punje, hakuwa anamaanisha mtu awe na imani ndogo. Huyo mchungaji akaniambia alimaanisha ukuwe na imani inayokuwa. Kwa nini? Kwa sababu mti wa punje ya haradali waga unaanza kidogo alafu unakuwa mkubwa. Kwa hiyo mtu ukiwa na imani kidogo haiwezi kufanya chochote. Hapo ndio Yesu alikuwa anamaanisha imani inayokuwa kama mti. Mimi sikutaka kupingana na mchungaji. Mimi sipingani na wachungaji baba zangu. Mimi siwezi kupingana na wewe, tuko na wewe hapa. Nitaenda kukupingia huko kwa mtandao kwa sababu najua hautanishika. Lakini tunapingana kwa maneno. Acheni niwaambie watumishi, kupingana kwa maneno kwa maandiko sio dhambi. Unajua mtu alikuwa anaitwa Apollos. Apollos ulimjua kwa sifa ya kupingana kwa kutumia maandiko. Acts imesema vizuri. Alikuwa ni hodari wa maandiko. Ina maana alikuwa anapingana. Kwa ukipata watu wanapingana kuhusiana na maandiko unasema neno la Mungu. No, maandiko sio neno. Wanapingania maandiko. Na hicho ndio kitu Yesu alikuwa anaingia kwenye sinagogi anapingana nao kuhusiana na maandiko. So leo ukipata napingana na wewe kuhusiana na maandiko usinihukumu, kwa sababu Yesu hiyo ndio kazi alikuwa anafanya mpaka wachungaji wanamshtaki. Unajua watu wanasema majuzi, walikuwa wanafikiri majuzi ni majitu fulani, majambazi. No, ni watumishi wa Mungu, ni wachungaji walikuwa wanamshtaki. Ni sisi wachungaji tulikuwa tunamshtaki kwamba analeta elimu mpya. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa anaeleza maandiko, tunayachukulia kwa picha tofauti, ambavyo mjomba anaeleza maandiko unashangaa anaeleza kwa njia tofauti. Lakini ni yale ni kuelewa maandiko. Mimi nasemaje? New Testament, ukielewa New Testament utaelewa Old. Usipojishughulisha na New, Old ni giza, Old ni ministry, Old Testament ni promises full of shadows. So new light ndio unatumia kumulika kwa giza. Sasa mimi natumiaga light kumulika kwa giza. Kumbe Old Testament kuna maanisha hivi. So hapa akawaambia hao watu kwamba ungekuwa na imani kidogo mlima ungehama. Sasa pale ilikuwa inamaanisha hivi, mchungaji ambao ulikuwa unaniambia ukiwa na imani kidogo hauwezi kufanya jambo. Mimi nataka kukanusha kwa hiki kifungu kwamba ilikuwa inamaanisha, unaona huo mti unakuaga mkubwa, huo ukubwa ndio mlima. Alafu hii punje umepewa kidogo, hii punje ndio hiyo imani ndogo. So I'm supposed to have little faith for me to move the big mountain. Kwa sababu hakuna aliye na imani kubwa. Hiyo kidogo inahamisha mlima. Sasa kubwa itahamisha nini? Mlima is the final. Mimi sihitaji kuhamisha kitu inazidi mlima. Mlima ndio kila kitu kwa maisha yangu. Sasa basi akawa anamaanisha aje? Hao watu wameshindwa kuomba, hakuambia kwa nini kutoa pepo, hakuambia kwa nini mkufunga. Basi hii kwa namna hii ndio naambiaga wachungaji, tungejua kwamba kwa namna hii ni nini, tusingeelewa, tusinge misunderstand kifungu. Alisema kwa namna hii, hakusema tu kwa namna, alisema hii, ipi? Sasa hii akaipoint kwa namna hii haiwezi kutoka. Kwa namna hii haiwezi kutoka kwa kufunga na kuomba. Sasa hii ni ipi? Ndio nikawaambia watu, leo nataka niwaambie. Topic iliyokuwa mezani ni nini? Sasa naomba mtumishi mmoja unijibu. Unakumbuka topic ili naona hawa upande huu wamechangamka sana kuliko upande huu. Upande huu ni kama wako surprised yana. Yaani sura mpaka zinanitisha jamani. To feel free. Hebu naomba mchungaji, I think Mike iko huko ndio maana angalia sana. Hebu nisaidie. Topic iliyokuwa mezani iliyokuwa inaongelewa ni ipi? Tukijua hiyo topic, msomaji nataka upeane kwa Mike kwa mwingine. Kwamba namna hii ni ipi? Sasa mimi nataka kusema watu wamekuja wameshindwa kupiga kazi. Huyu jamaa anaanza kugombana nao. Mgonjwa ameshindwa kuhudumiwa. Sasa huyu master alianza kugombana nao kuhusiana na nini? Sasa ndio hiyo topic iliyokuwa kwa meza ilikuwa ni topic ya nini? Sijui kama tunakumbuka. Ama nirudie tupate. Nataka kila mtu hata atakayeangalia mahubiri haya elewe kwamba mtu amekuja ameombewa ameshindwa, si ndio?
Yesu anaanza kugombana nao. Kwa nini? Kwa sababu ya upungufu wa kitu fulani. Mungekuwa na hicho kitu, si mambo na mapepo, ni mlima. Sasa kuna hiyo topic ilikuwa mezani, ilikuwa ni topic gani? Naomba mtumishi mmoja. Topic iliyokuwa mezani ilikuwa ni imani. Imani ndio ililetwa mezani. Yes. Wameshindwa kufanya kazi, topic inaletwa mezani ni imani. Sasa yes, nataka kuangalia mtumishi kwamba kumbe topic inaongelewa hapa ni imani. Sasa ndio hapa mstari wa 21 anasema hivi, lakini kwa namna hii ya kukosa chenye kilikuwa mezani. Hicho kilikuwa mezani kipi? Imani. Bas. Sasa umepata jibu. Kwa kukosa nini? Imani. Bas. Najua sasa hapo hata haina haja niendelee. Kwa kukosa imani, basi unafaa kufunga na kuomba ili pepo zifanye nini? Sio mlima hapa, we are not talking about mountain. Acha tuambizane ukweli, mimi hata mkinipiga mnichape, lakini nasimamia kweli ya maandiko. Kwamba amesema kwa namna hii ipi? Ya kukosa nini? Imani. So ina maana kwamba ukikosa imani ya kuhamisha mlima, nenda tesa mwili wako utoe baadhi ya mapepo. Sasa jamani, mimi nitachagua kitu kinahamisha matatizo yangu yote, nitaacha kuchagua hicho kitu